Bwana Yesu asifiwe sana mpendwa. Basi tena tunarejea kwa kusikiliza neno la Mungu kupitia maarifa yake mwenyewe aliyetupatia. Basi tuweze kushirikisha na nyinyi nyote. Sisi tumepewa wasifu wa kuweza kuambia watu kweli na kweli wao wote, ili neno la Bwana likajengeke ndani mwetu. Basi bila kuchelewesha, twende kumwomba Mungu atusaidie ili tuweze kuwa pamoja. Tuombe. Uwepo wa Roho Mtakatifu atusaidie. Baba, tunakuomba katika jina lako Yesu Kristo Mungu wetu, utende yaliyo makuu Bwana, ukaonekane juu yetu, ukatutetee, ukatuonekanie katika yote Bwana. Tunahitaji Roho wako atuongoze. Mungu wetu, utuonekanie katika yote, mapenzi yako yakafanyike, nguvu zako zikatende kazi mahali hapa. Yesu, tazama anayetazama Yesu Kristo, umfanikishe naye pia akabarikiwe kwa neno lako takatifu kupitia andiko hili Yehova Jile, kupitia maneno yako haya Yesu, umbariki naye pia katika mapenzi yako. Amina. Asante sana wapendwa katika Kristo. Ni wakati mzuri wa kwenda kusikiliza neno la Mungu. Neno la Mungu linazungumzia kuhusiana na watu ambao wanajiita ni watu wa Mungu, lakini bado wako katika njia za kimashetani, wako katika njia za kimashetani. Kitu cha kwanza ambacho Mungu anachoona wako katika njia ya kimashetani, na ndicho kikubwa zaidi, watu wanamheshimu Mungu kwa midomo, lakini mioyo yao hiko mbali naye. Mioyo ya watu wake hiko mbali na Mungu. Na sasa hivyo inamfanyisha Mungu angalie duniani kote, hakuna anayeweza kumtukuza kwa moyo. Bwana Yesu aturumie sana. Nikisema hivi namaanisha kwamba sio wote wanaomtumia Mungu au wanaosema na Mungu kwa midomo yao. Bali kuna wengine wanamtumainia Mungu kwa roho zao na haki na kweli. Acha tutasoma maandiko ambayo yanayoweza kutupeleka kwa uhalisia zaidi. Tutasoma katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 15 mstari wake wa 8 hadi 9. Neno la Mungu linasema, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao wananiabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Hapa tunaona haya maandiko yanavyosema. Kuna watu ambao wanamwabudu Mungu kwa midomo, lakini mioyo yao iko mbali nao. Na Bwana akadiriki kusema ya kwamba wananiabudu bure na wakifundishana mafundisho ya kibinadamu. Yani tunaona kunako wa Kristo kunafundishana maagizo ya kibinadamu. Yani pahali ya kukemea dhambi, wao wanaacha dhambi ikazae na ikazaa mauti. Dhambi kama uikemei, lazima itazaa nini? Mauti. Utazaa mauti. Mauti yenyewe hiyo itakukaragagisha siku ya kufa kwako. Bwana Yesu aturumie sana. Maana Yesu Kristo alitaka kusema haya kwa sababu aliona mioyo ya watu aimo katika kumsifu, iko katika mambo ya kidunia. Hata kama uko Mkristo unayemjua Yesu Kristo, matendo yako tu yanaonyesha kwamba wewe ni wa dunia hii. Wewe sio wa Kristo, wewe ni wa mambo ya dunia hii. Japokuwa unaingia kanisani, lakini unafanya mambo ya kidunia. Bwana Yesu aturumie sana. Mpendo unayenisikiliza, basi sikia haya, yanakufaa sana ili uweze kutengeneza, ili ukamfuate Yesu Kristo kisawasawa. Yesu Kristo anasema watu wanamwabudu kwa midomo, watu wanamheshimu kwa midomo, watu wanamhangaikia kwa midomo, lakini mioyo yao iko mbali na Bwana. Moyo wa mtu ndio Mungu anayohitaji, moyo wako. Na moyo ukishabadilika, ukishakuwa unamtukuza Bwana, na mwili wako wote utaubadilisha, na watakutambua wewe umeokoka. Wewe sio mtu wa dunia, na dunia pia itakukataa. Ukubali kukataliwa na dunia, sio kupendwa na dunia. Watu wengi wanafanya mistake ya kwamba ukishakuwa Mkristo watu wote watakukubali. Hapana. Ukiona unakubaliwa na watu wote, ujue kwamba nawe pia uko sawasawa na wao. Uko sawasawa na wao. Bwana Yesu aturumie sana. Wakristo wengi wako hivyo. Tuweze kumgeukia Yesu, tuweze kumgeukia Bwana wetu. Anatuita, anatuhitaji.
Lakini na mafundisho ambayo tunajifundisha au tunayoweza kuwafundisha watu, kama tuna uwepo wa Roho Mtakatifu, kama tunamwabudu Mungu kwa haki na kweli, na atuikemei dhambi, ujue hapo tayari sisi tunaenda katika njia ambazo ni za mwili, wala sizo za Roho Mtakatifu, wala si mapenzi ya Mungu kabisa. Na katika dunia ya leo, watu wengi wameshangukia kwenye mambo hayo. Watu wengi hawapendi tena kumfuata Mungu, bali wanapenda kufuata mafundisho ya kibinadamu. Na ndio tutaona kwenye mafundisho ya kibinadamu kuna manabii wa uongo, kuna watu ambao wanahubiri lakini hawahubiri yale mapenzi ya Mwenyezi Mungu, wanahubiri mapenzi ya kibinadamu. Wengine wanakuja, toa utabarikiwa, kuna mafuta ya upako, keki za upako. Hayo yote ni mafundisho ya kibinadamu. Hayo yote ni mafundisho ya kibinadamu. Toa chochote kile utabarikiwa, lakini ndio utabarikiwa, sijakataa. Kwa kumtolea Mungu utabarikiwa. Je, unayetoa, huyo mtumishi anayeweza kukwambia toa utabarikiwa, cha kwanza anakuambia uishi katika mapenzi ya Mungu, au utowe tu kwa sababu wengine? Tujifunze kitu hapo wapendwa. Watu wanaenda kwenye washarati, wanaenda kufanya mambo ya ukahaba, wanakuja huko, wanakuja na hela zao, wanaenda kufanya mambo ya ukahaba huko, wanakuja na hela zao. Hizo hela wanaenda nazo kanisani, wanamtolea Mungu. Na huyo mchungaji anazipokea au mtumishi anazipokea, lakini ujue kwamba hizo hela zina unajisi. Hizo hela hazina kitu mbele za Mungu, ni kama unaenda kuzitupa tu. Na ndio maana watumishi wengi hawapendi kusema kweli ya Mungu, ni kwa sababu ya kupata hela za watu ambao hawana sheria ya Mungu, hawaishi katika mapenzi ya Mungu. Basi tutakuwa tunasema kweli kwa sababu kweli ndiyo inayoweka mtu huru, na kweli ndiyo itasababisha mtu afike mbinguni. Bila hiyo kweli mtu hawezi akafika. Tuwe tunajitahidi kuambia ukweli. Muache washarati, muache kutafuta hela njia mbaya, alafu naenda kuzitoa kwa mbele za Mungu. Ndiyo hauwezi ukabarikiwa wewe mpendwa. Kwa yule ambaye anayeshika sheria ya Mungu na anayekwenda kutoa mbele za Mungu, hizo hela zake zitabarikiwa, nawe pia utabarikiwa. Lakini kwa kuwa mashetani nayo pia yana mafundisho yake, ndio maana tunakuwa tunaingia katika hatari hizi ambazo tuko nazo. Nyakati za mwisho mashetani watakuja na injili zisizokuwa za Mungu, zitakuwa ni za hatari. Basi tunaona hapo ya kwamba watu wanamwabudu Mungu lakini hawatoi moyoni mwao. Moyoni mwao wanawaza vitu vingine, lakini sio Mungu. Ila anasema mimi nampenda Yesu, lakini sio Yesu. Huyo sio Yesu ambaye alikuja kufa kwa sababu yetu. Mimi nampenda Yesu, jichunguze. Matendo yako vipi? Matendo yako matendo. Basi tutasoma katika kitabu cha Tito sura ya 1 mstari wake wa 15 hadi 16. Neno la Mungu linasemaje katika kitabu cha Tito sura ya 1 mstari wake mstari wake wa 15 hadi 6. Neno la Mungu linasema hivi: vitu vyote ni safi kwa hao walio safi, lakini hakuna kilicho safi kwa hao walio najisi, wasioamini. Bali akili zao zimekuwa najisi na nia zao pia. 16. Wanafikiri ya kwamba wanamjua Mungu, bali matendo yao yamo gizani. Matendo yao wanamkana, ni wenye machukizo, waasi, wala hawafai kwa tendo lolote njema. Hawafai kwa kila tendo njema. Bwana Yesu aturumie sana. Yani tunaona kuna njia ambayo inaweza kaonekana ni safi machoni pa mtu, kumbe njia hiyo ni ya mauti.
Neno la Mungu tena linasema, na neno hili linazungusia hapa, tutalifafanua kwa ukina zaidi kama jinsi tulivyosoma katika kitabu hicho cha Mathayo. Pia tutasoma katika kitabu hicho cha Tito, kinaenda kutufafanulia zaidi na zaidi. Basi inasema vitu vyote ni safi kwa walio safi. Yani kila kitu ni safi kwa yule aliyekuwa msafi. Nikimaanisha usafi ambao niko nazungumzia hapa ni usafi wa roho, ni usafi wa kumtafuta Mungu, ni usafi wa kuenenda katika Mungu. Vitu vyote ni safi. Yani haijalisha kwamba wewe ni Mkristo, huwezi kuwa msafi katika mwili wako au katika mavazi yako. Mavazi yenyewe inayotakiwa ni yale ambayo yanajistiri. Yani kila kitu ni safi kwa Mkristo, na kila mtu akikuona ndiyo yule ni Mkristo. Lakini Wakristo wale tunamheshimu Mungu, kwa sababu tunamheshimu Mungu kwa midomo. Tunafanya mapenzi ya kibinadamu, tunafanya vitu ambavyo haviko sawa. Tunapenda kuvaa mapambo yoyote ile na makorokoro ya kidunia, kwa sababu tunafuata mambo ya mwili na atuenendi katika roho. Bwana Yesu aturumie sana. Ndo hapa inagusia hilo. Kila kitu cha Mkristo ni safi. Kila kitu cha Mkristo ni safi. Kila kitu cha Mkristo ni safi. Na neno la Mungu linadiriki kusema tena, lakini hakuna kilicho safi kwa hao walio najisi. Yani hakukuagi kilichokuwa kisafi kwa wale wote waliokuwa wachafu. Yani wale wote wanaozungumza maneno mabaya na huko wanajiita Wakristo, lakini bado hawajasafikana, bado wanahila ndani mwao. Yesu Kristo anahitaji moyoni mwako umpokee, alafu utabadilisha kila kitu, kwa sababu ukimpokea Yesu mambo yote yatabadilika. 16 bado hatujateremka 16, tunaenda hiyo 15 tu. Kwa wana waliokuwa najisi, wasioamini, bali akili zao zimekuwa najisi. Tunaona akili za mtu pia nazo zinamfanya kuwa mtu mchafu. Najisi ni uchafu, yani inakufanya wewe usiwe mtu mzuri mbele za Mungu, usiwe mtu ambaye unamtafuta Mungu, usiwe mtu ambaye unashika sheria za Mungu. Yani ndio unajisi. Yani unajisi ni kitendo kibaya. Hata kama wewe ni Mkristo, lakini watakujua kwa matendo yako wewe ni Mkristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. 16 inasema, wanafikiri ya kwamba wanamjua Mungu. Yani Wakristo wengi wanafikiri ya kwamba wanamjua Mungu, lakini kwa matendo yao, kwa matendo mema hawafai. Yani utajifikiria kwamba unamjua Mungu, yani wewe unashika Biblia, unasoma neno la Mungu, lakini je, kwa matendo yako uko vipi? Na ndio maana hapa neno la Mungu linasema, wanafikiri ya kwamba wanamjua Mungu, bali kwa matendo yao wanamkana. Tunaona kwamba matendo yako, unakuja kumkana Yesu. Unakuja kumkana Yesu kwa matendo, au mkani Yesu kwa kinywa chako, bali kwa matendo. Wakristo wengi wanamkana kwa matendo, na unapomkana Yesu Kristo kwa matendo, ujua kwamba ndugu yangu, wewe sio Mkristo. Ukiamua kumfuata Kristo, fuata Kristo kisawa sawa. Mfuate sawa sawa. Sio kwa kumfuata tu unamfuata na unaacha. Never. Matendo yako yakatambulike mbele za watu. Marafiki zako wakajua wewe umeokoka. Ndugu zako wakakujua wewe umeokoka. Hata kanisani kwenu wakujua wewe umeokoka. Sehemu yoyote wakujua wewe umeokoka. Lakini matendo yako sasa yanaonesha wewe sio Mkristo. Hata uko mwimba kwaya, wewe sio Mkristo. Hata uko mwinjilisti, lakini matendo yako bado wewe sio Mkristo. Basi Mungu akuhurumie, ili Mungu akurehemu, ukamgeukie Bwana wetu Yesu Kristo. Naona ni wenye machukizo, waasi, wala hawafai kwa tendo lolote njema. Ni machukizo tu ndio unayafanya. Ujichunguze. Wewe ni mtu wa namna gani? Wewe ni mtu wa namna gani? Yesu Kristo anakuita. Basi badilisha matendo yako, ukamgeukia Yesu. Usimtafute Yesu kwa midomo. Never. Yesu Kristo atafuti kwa midomo.
Basi kitabu chenyewe cha Isaya, kitabu cha Isaya sura yake ya 29 mstari wake, kitabu cha Isaya mstari wake wa 19, wa 13 samani. Isaya 29 mstari wake wa 13 inasema, Bwana akanena, kwa kuwa watu hawa unikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefaragana nami, na kicho chao walicho nacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Tunaona hayo maandiko nayo pia yanagusia hivyo hivyo. Tunamkaribia Mungu, lakini ndani ya mioyo yetu tumemwacha Mungu na tumemwasi. Basi tukasome tena katika kitabu cha Methali sura yake ya kwanza mstari wake wa 22. Methali sura yake ya kwanza na mstari wake wa 22. Neno la Mungu linasema, geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Tazama, nitawamwagia roho yangu na kuwajulisheni maneno yangu. Tugeuke kwa ajili ya maonyo ya Bwana. Tusipomgeukia Bwana na tusipomgeukia Yesu Kristo, yani hakuna chochote kitakachoendelea. Yani Mungu ameweza kuzungumzia kwenye hili andiko katika kitabu hichi cha Methali ya kwamba tugeuke kwa ajili ya maonyo ya Bwana. Na maonyo ya Bwana ni neno lake hili linalozungumziwa kwa muda huu unaosikiliza, ndugu yangu. Kasema kwamba tugeuke. Kwa sababu hapa tena pia kwenye ile andiko limezungumzia kuna ahadi ambayo imeweza kuzungumziwa hapa. Ani ahadi gani? Tuisome. Hiyo 23 inasema, geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Tazama, nitawamwagia roho yangu na kuwajulisheni maneno yangu. Atatumwagia roho yake na kutujulisha maneno yake. Yani kama sisi ni wa Kristo, hatujakuwa na roho wa Bwana, hapo bado kabisa tutakuwa tunamheshimu kwa midomo na huku tunatimiza matendo ya mwili, tunatimiza vitu vya dunia. Basi 24 nasema, kwa kuwa mmeniita nanyi kwa kuwa nimeita nanyi mmekataa, nimeunyosha mkono wangu wala hakuna aliyeangalia. Sasa Mungu anasema yeye anatuita lakini tunamkataa, lakini ananyosha mkono wake na sisi hakuna anayekubali. Sasa Mungu anakuita leo mpendwa, ukaitike. Basi anakuita, mkono wake anakuita, ukamshike mkono, akushike mkono ili akakuoneshe njia ya kumfuata yeye, ili uokoke. Basi Mungu wetu ni mwema, anakupenda. Basi neno la Mungu hili likae ndani mwako. Huu ndio Ukristo ambao unatakiwa uwe nao. Yesu Kristo anakuita ukageuke kwa matendo yako na mienendo yako. Hayamfurahishi Mungu na haina ushuhuda mbele za watu, hata mbele za Mungu. Basi siku za mwisho hizi wapendwa, tusifanye vitu vya ajabu. Mungu anatuita na Mungu anatuhitaji. Basi neno la Mungu likae ndani mwenu. Amina.